sijui hata nikuelezee vipi, lakini nielewe. Nakupenda. Yes. Love you too. Wow. Serious? Yes. Ukiniacha hapa, upepo utanibeba wapi? Moyoni kuna moto, upepo wa mwisho unaniita karibu, unanivuta taratibu kwenye moyo wako, nishike mkono tusije tukapotea, kabla usiku haujafunga safari yake. Maneno yaliyobaki yananing'inia hewani, kilio kilichokauka kimebaki kwenye kope zako. Niseme nini sasa? Bwana, una taarifa? Karibuni kwanza. Samu anakufa, moja taarifa za karibu wala vya nini? Nakuja taarifa. Samu anakufa huko. Anakufa? Shida nini? Kwani wewe hujui? Zuwena. Na kuita mara 3. Usije ukapata kesi ya kuua. Kisa? Usije ukapata kesi ya kuua kwa sababu ya Samu. Samu anakupenda sana. Anashindwa kula, kunywa maji. Kwenye moyo wako nishike mkono tusije tukapotea, kabla usiku haujafunga safari yake. Mwanangu mpendwa, huyu kijana mlifahamiana naye wapi? Ni wapo hapa kijijini. Inaonekana kijana huyu ana nguvu sana, tena nguvu za ajabu. Lakini Samu kashindwa kufanya kazi. Yaani muda tunavyoongea sasa hivi, tunavyoongea muda huu ana kujinyonga huko. Ye bana, chini masiara. Wewe endelea kuwa na masiasa, mimi nakwambia sasa. Sawa amekonda, basi yani fupa tupu. Kisa mapenzi, kisa tena chanzo ni wewe. Zuwena, kama ukijui jambo tunaongea tuko serious. Wewe cheka tu. Wewe nanyeneka, mimi nakwambia akifa shauri yako wewe. Utapata kesi ya kuua bure. Kesi hiyo sisi tumeshamaliza. Utapata kesi. Mimi naandika barua, wewe ndio umesababisha kifo cha Samu, wewe ndio utakuwa mwenyewe. Mimi nakwambia kweli yani. Serious. Yaani Alafu nye bana, acheni masiara. Wewe unaanza masiara. Lakini si tatizo sana. Mimi kama mzee Gamba, mtaalamu, mzee wa kijiji hiki, ninayeogopeka, nitaanza na familia yake. Baba, ukianza na familia yake, pale kwao kuna binti anaitwa Zuwena. Naomba muue. Zuwena. Safi sana binti yangu. Huyo Zena ndio nitakaanza naye. Kabla hakujaachwa jua, matokeo yatapatikana hapa kijijini. Tutakuwa tumeshamaliza kazi. Sawa baba. Kabla usiku haujafunga safari ya Hizo mada. Mada gani? Wewe chukua masiara eh? Kuna tuona sisi ni watu wa masiara. Yaani masiara tunakuchezesha wewe, tunakuimbisha. Kwani mshakuwa serious nye? Hamna ghasia, sishakwambia. Wewe zingatia. Yaani sikia, kama yangu nikwambie. Hapo tushapeleka. Shasikia. Kama vile tunachekesha. Wewe sikiliza, hatutakachekesha. Jamaa akifa mimi namfuata huyu.
Umemaliza. Kesi communicate. Umeshamaliza. Mapema kabisa. Bila kuacha. Bwana, wewe akifa mimi nakwambia ila Yesu sirudi kuongea tena, nimaliza. Zuena akifa, Sam. Damu iko juu yako. Haya bana, mwende safari njema. Hivyo tena. Sisi tumeshamaliza. Mimi Shamaliza. Sekeza jamani. Wazi tunaenda huko. Unanivuta. Shimlake. Tembesha. Sinaona ilikuwa ni mchezo mdogo tu. Lakini unakuwa unajikanyaga, unaogopa, unaogopa nini sasa? Sinaona sasa hivi. Sema wewe mtoto fundi sana. Yaani nilichokipata sijakitarajia. Nimeenjoy vibaya sana. Wewe mtoto fundi. Yaani fundi mangungu anasema. Tamu. Nimeenjoy sana wakiwa. Shem kama shem. Shem la dunia. Kwani hauenjoy? Enjoy. Acha wewe. Zuena huyo. Mtoto vidogo hivi. Mtoto fundi. Kitu. Mdogo wangu, una shida gani? Mbona kama una dalili za mimba? Dada, mimi sina mimba. Unazungumzia dalili gani kwanza? Kutapika, kutema mate, kumchukia mtu. Alafu kuna vitu vingine sivielewi ujue. Sio kawaida yako. Dada. Hizo dalili kama dalili zingine. Hizo dalili pia za magonjwa mengine. Mimi sina hata hiyo mimba. Unazikiza mbali mapenzi ya uongo yapoe kwenye mawimbi, nabaki na moyo wangu, ushupavu wangu. Kiuzo mdogo wangu. Samahani, nimekutoa kule nyumbani, nimekuleta huku polini kwa sababu usingeweza kuongea mazingira ya nyumbani kule. Hapa katikati umekuwa kama ulivyokuwa unaona ugomvi wa watu wangu waishi. Kila siku migongano ya hapa na pale. Nyuma ya hiyo migongano kuna siri nzito sana ambayo hakuna anayefahamu tofauti ya mimi na mke wangu. Lakini kwa hali hii iliyoendelea na hali ilipofikia sasa hivi, siwezi kuficha tena kwa sababu imefikia babaya. Huu mzigo niliobeba sasa naona kabisa nenda kubadilika. Na ndio maana nimekuita hapa. Hata kunisaidia kitu. Kuna kitu ulikuwa ukijui lakini inanibidi sasa kunikwambia. Hizo fujo zote ulizokuwa unaziona mimi na mke wangu, tatizo lilikuwa ni mimi. Nilipata matatizo kidogo hapa nyuma, mwili wangu kwa ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo nikawa sina uwezo wa kuperform tendo na mke wangu. Nikawa na upungufu wa nguvu za kiume. Unadhani kinachofanya sahihi? Umesema kwa sababu nakupenda. Kama tunakuuliza. Unadhani ndio kwa mfumo wa ngono mpaka lini? Kilichokauka kimebaki kwenye kope zako. Niseme nini sasa, wakati muda unayeyuka? Hali ambayo ilipelekea mtafaruko ndani ya ndoa, kosa utulivu na fujo zote zile unaziona, chanzo kilikuwa ni hicho. Lakini sikukata tamaa, niliendelea kutafuta madawa kwa waganga wa kienyeji, hospitali na nini. Japo nilidanganywa sana, lakini nilifikia stage nikapata mganga ambaye alinipa dawa, akanisaidia.
shida ilikuja hapa baada ya kumfuata mke wangu sasa na kumweleza kwamba nimepata dawa. Hii dawa ni ya uhakika, itasaidia, nitaweza kurudisha nguvu zangu. Akatumia mazoea za, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikimletea dawa kila tukitumia hola, kila tukitumia haifanyi kazi. Hata ile siku nimempelekea dawa bado hakuwa na imani na mimi, akakataa. Mimi sio chombo cha mazoezi, sio nini hivyo. Ikanibidi sasa kutafuta alternative nyingine. Nikatafuta mtu mwingine ambaye anaweza nikafanya naye kitendo, kuangalia kama nitakuwa nimeshapona. Jinsi ya kumpata mtu sikawa shida. Nikajikuta nimeanguka tuseme, nitembea na shemeji yangu Zuena. Upepo wa mwisho unaniita karibu. Sikutamani hiyo hivyo, lakini sasa kutokana na situation ilivyokuwa nikajikuta nimefanya hivyo. Kosa langu la kwanza. Baada ya kufanya sasa ndo shida ikawa kubwa zaidi. Yaani ndo matatizo yakaongezeka. Baada ya kufanya, kwa bahati mbaya yaani nilikuwa nimempa ujauzito Zuena. Na hicho kitu ndio kimenifanya mimi nikuite huko leo. Kwa sababu hii ni aibu imeingia ndani ya familia. Hakuna mtu ataniangalia kwa jicho zuri, kuanzia jamii inayozunguka, kuanzia hata ndugu pia hakuna atakayenielewa. Nitaonekana mimi ni mwanamume mpumbavu dunia nzima. Lakini mtu pekee ambaye anaweza kuificha hii aibu nilionayo ni wewe, mdogo wangu. Yuzo, hii hali ninayopitia sasa hivi ni hali ngumu sana. Nilikuwa na ombi moja kwako, mdogo wangu. Nataka hii aibu niliyoichukua mimi uibebe. Nataka huu ujauzito ambao nimempatia Zuena uwe wa kwako. Yaani kila mtu ajue kwamba ule ujauzito wewe ndio ulompatia Zuena. Kwa sababu hakuna mtu atakaye kunielewa. Aibu yangu mdogo wangu ni aibu yako. Hebu nifichie hii aibu ndugu yangu. Vibebe na kuomba. Na kuomba mdogo wangu. Vibebe tu. Ni wewe pekee ambaye unaweza kulifuta hili. Yaani sijui hata nikuelezea vipi, lakini naomba please. Kwanza kaka, nashukuru kwa kuwa umerejea kwenye hali yako ya kawaida. Kwa maana umepambana sana. Lakini cha pili, bro, utambue kwamba yule ni mdogo wa mke wako. Ni mdogo wake mke wako bro, ni shemeji yako. Kwani unaamua kutembea naye bro? Ungeweza kujaribu hata kwa wengine huko. Wanawake wapo wengi. Lakini cha tatu, mimi siwezi. Naweza vipi kusema kwamba ujauzito ni kwangu? Ndio maana mdogo wangu Yuzo, mimi nakuelewa. Na ninajua nimefanya makosa makubwa sana. Lakini makosa tumeambiwa binadamu. Na mtu hawezi kujifunza bila kukosea. Unapokosea ndio unajua kwamba kumbe nilichofanya ni kitu kibaya. Hata mimi najua nimefanya kitendo ambacho hata leo nikiwa na familia, yani siwezi hata watoto wangu nitawaelezea vipi. Lakini sasa limeshatokea. Na ndio maana nataka tumtengeneze kabla bado mapema kabisa. Ina maana kwa mtoto atakaye kuja kuzaliwa atajua ndio baba yake. Unaona? Na kuomba sio. Nisaidie kwa hili. Sawa. Asante sana. Nashukuru sana. Yuzo. Asante sana. Kwa amani. Asante sana. Asante sana ndugu wangu.
Yaani wewe unavuma taratibu, unapapasa dirisha, pazia linacheza kimya. simama hapo, unaenda wewe mwanamke. Nataka uniambie huo ujauzito ni wa nani? Mungu, namba simu yako. Usisitaki kupumbavu, unajua. Naomba uniambie hiyo mimba ni ya nani? Mungu, mimba ni yako. Unajua usiniforce nifanye kitu kibaya. Mimi sitaki nikufanyia ugomvi hapa. Sitaki nikukanyage hapa sasa hivi. Wewe. Daktari kasema ina miezi mingapi mimba? Wewe. Mimi tangu nimepona ina miezi mingapi? Mmoja. Hiyo mimba ni ya nani? Mungu, mimba ni yako. Nitakukanyaga. Nitakupiga. Usiniforce nifanye tukio ambalo jamii yote itanishangaa. Sio muda masiara. Naongea kitu nilikuwa serious. Niambie hiyo mimba ni ya nani? Mungu, lakini wewe mwanamke kiboko. Kwa wewe unataka kulipa mzigo ambao sio wako, si ndio? Unataka mimi nilee damu ambayo sio yako. Yaani kumbe mimi natafuta dawa alafu nawe unatafuta mimba huko unako kujua, si ndio? Mungu, lakini Chausi. Nakupa siku hizi. 3. Siku ngapi? 3. Nataka majibu kamili ya mimba ni ya nani? Nataka majibu kamili ya mimba ni ya nani? Ni ya nani? Malaya mkubwa wewe. Hii tunafungua mwaka kibabe 2026, tunaanza kibabe, usikie kinyonge, watu wanapendeza, watu wanashine. Loviki Shoes hawa ndio habari ya mjini. Hawa ni wauzaji wa viatu special na mtumba kwa bei poa sana. Wanapatikana Wenzewe mkabala na Boke Farmers, mkoa wa Geita. Wanatumia namba 2 za simu. Mimi nitakutajia namba moja. Namba moja itakuja kwenye screen yako. Kwa namba za simu ni 07 67 94 44 67. Lakini namba nyingine itapita kwenye screen yako. Asanteni, bye bye. Macho yako yakasema mimi na wewe, usiku nikasikia minong'ono, majina yangu yakichezwa mezani, marafiki zako wakapanda sumu, wivu wao ukageuka moto, upepo wa mwisho unavuna uchawi